الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أكمل الشريعة وجمل القلوب بالطاعة وزين الأرواح بالخشية والخشوع والإنابة. نحمده سبحانه وتعالى حمد من علم أن العزة في العبادة وأن الذل في المعصية والسعادة في الاتباع والطاعة. ونستعينه استعانة نفس قد أرهقتها الفتنة وأتبعها الزمان بشبهاته وشهواته، ونستغفره استغفار من علم أن النجاة في التوبة وأن الفلاح طهارة والطاعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تنجي صاحبها يوم الحسرة والندامة. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والرحمة وبين للأمة معالم السلامة والسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمين. Ndugu yangu Muislamu, nakuhusia wewe pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kushikamana kumcha pamoja na kumtii al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tupo katika miezi ambayo Nabii Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi alijenga sana wanafunzi wake katika kufikishia umma Uislamu funzo, hasa katika kuzijenga jamii na kuziingiza katika maadili ambayo anayaridhia Allah pamoja na yeye Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyodhihiri aliposafiri katika maeneo mbalimbali kwenda katika Tabuk na maeneo kadha, hususan hasa katika miezi hii ya Jumada al-Ula na Jumada al-Thani. Ndugu yangu Muislamu, leo tutakuwa na maelezo muhimu katika jamii kuhusu at-tafakkuk al-usari, da'un khafiyun wa damarun jalil. Kusambaratika kwa familia. Kila mmoja ana familia na ametoka katika maeneo ya familia. Kusambaratika kwa familia ni da'un khafi, ni maradhi yanaonekana kama yamefichikana hivi, kana kwamba hakuna ambalo lipo, walakin ni damarun jali, ni angamizo linaloonekana kwa macho na linaloonekana kwa jamii.
mmoja katika sisi anatembea mtu barabarani, ana familia yake, kana kwamba alikotoka katika familia ile hakuna shida yoyote. Hapana. Jamii nyingi, japo si zote, jamii nyingi na familia nyingi zimeingiliwa na atafakuku, msambaratiko, kwa hali ambayo ni ngumu na hali ambayo ni nzito, hali inayopelekea jamii nzima kuwa kutokufaa, hali ya kwamba tatizo limeanzia ndani ya familia. Walakin Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi anatuambia kwamba man aslaha baitahu faqad aslaha jila wa man ahmala baitahu faqad ahlaka umma. Imam Al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi atuambia, man aslaha baita, yeyote mwenye kutengeza nyumba yake, akaistawisha nyumba yake, akaiweka bora nyumba yake, yeye mwenyewe aanze na familia yake, nyumba yake, asema faqad aslaha jila, mtu huyo atakuwa ametengeza kizazi. Na ukitizama katika hali ya kawaida ni kwamba lau kila mmoja katika sisi angeshughulika na nyumba yake tu na tukawa sahihi katika kufuata maagizo ya Allah na Nabii Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, basi jamii nzima ingetengenana na ingekuwa nzuri. Lakini asema wa man ahamala baita, mwenye kupuuza nyumba yake, na kuipuuza nyumba sio kwa maana hutoi chakula, sio kwa maana huwatibii, haina maana kwamba wewe huwapi mahitaji, huwasomeshi, la. Ihmalul baiti, kuipuuza nyumba yako ni kutokuipa maadili mema, kutokuwafundisha kwamba hili Mungu anasema, hili Mungu anakataza, hili Mungu anaamrisha, hili Mungu analitolea karibio, ukiambatanisha na mwalimu wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo man ahmala baita, mwenye kupuuza nyumba yake, akaiona kwamba ile nyumba ameineemesha kwa riziki mbalimbali, anaona kwamba ameiweka vizuri, asema hiyo ni ihmalul bait, mwenye kupuuza nyumba yake, faqad ahlaka umma, mtu huyo tayari ameuangamiza umma. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hilo. Amin. Na ukisoma katika Asud al-Bayhaqi unayakuta maelezo kwamba idha ghaba al-wara'u min al-bayt saqatat al-barakatu wa 'ammat al-fitna. Soma kule kwa al-Bayhaqi rahmatullahi ta'ala alayhi, idha ghaba al-wara'u, uchungaji unapokuwa unapotea katika familia, ukawa kwamba wewe ni baba, wewe ni mama, huna nafasi ya kuchunga familia, idha ghabat alwara au idha ghaba alwara min albayt saqatat albaraka, kwanza nyumba yenyewe inapomoka baraka. Kwa hiyo unaposoma katika hadithi kwamba ile nyumba ambayo inasomwa Qur'ani kwamba inakuwa na baraka, na kwamba ile nyumba ambayo haisomi Qur'ani inakosa baraka. Moja katika baraka ni masikilizano katika familia, riziki inayopatikana katika familia, na mambo ya kheri yanayopatikana katika familia. Matatizo makubwa ni kwamba wara
uchungaji unapokosekana, kinachozalikana wa ambatil fitna, inaenea fitna katika familia hiyo. Ziko sababu zinazopelekea familia saa zingine inakuwa hazipatani. Si kana kwamba ni jambo linazuka. Kweli yawezekana umeilea familia, umejitahidi ukafanya ulioyafanya, au yawezekana umeipuuza kama tulivyotaja, Mwenyezi Mungu atihifadhi na hilo. Lakini ziko sababu kubwa nyingi, na leo tutazitaja sababu 3 tu, sababu ambazo zinazopelekea hali hiyo iwepo na familia ziweze kuwa haziko pamoja. Sasa inaingia katika familia hizo kaka na kaka, dada na dada, hali ya kwamba watu hawa wametoka katika nyumba moja, mjomba na huyu. Ziko sababu zinazopelekea hali hiyo kuwepo. Soma katika baadhi ya vitabu iwemo Hilyatul Awliya li Abi Nu'aym, utakuta sababu kadhaa zinazopelekea kwa nini familia zinakuwa katika hali kama hizo. Kwanza, familia hazina habari katika kitabu cha Mungu. Familia unakuta hazina hivi kama tulivyotaja. Atharu dha'fi al-qiyam al-usariyya 'ala al-fard wa al-mujtama, athari zinazopelekea familia hizo zisiweze kuwa na maadili. Achilia mbali hilo la kutosomeshwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziko sababu zinazojitokeza kadhaa zinazopelekea familia hizo zisiwe wamoja na familia hizo ziweze kuwa ni zenye kusambaratika. Sababu hizo ziko, tutataja sababu ambazo ni hafi na ambazo zinazoonekana katika jamii. Sababu hizo ni za kawaida sana, kaka na kaka, dada na dada, nani na nani, yule na yule, kuwa saa zingine hawako wamoja katika uleaji wa familia. Achilia mbali kwamba wewe ndio unaelea familia katika familia yako kama tulivyotaja. Waislamu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, ametaja moja katika sababu zilizopelekea japo baba mkubwa anaweza kwenda kwa familia ya kaka yake na kaka mdogo anaweza kwenda katika familia ya kaka yake, na ikaonekana kwamba kati yao kumekuwa na kutokuelewana na hivi na vile, na hali ya kwamba wawili wao wametoka katika familia moja, ni jambo ambalo ametuambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni al-muzah. Hili ni jambo la kawaida tunaloliona siku hizi, lakini al-muzahu baina al-hamwi wa tajahulu hududillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Waislamu sasa hivi tuna tabia, na wengi tabia hii sasa imejitokeza kwa kiwango kikubwa sana. Al-muzah au al-mazah baina al-hamwi, kufanya mzaha usiofaa kati ya shemeji. Hili ni jambo tumependelea tuliseme, na la pili tutataja, na jambo la tatu tutataja. Kufanya mzaha kati ya shemeji, jambo hili amelikemea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ikipokewa na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iyyakum wadkhula ala an-nisa, tahadharini watu kuingia kwa wanawake. Tahadharini sana watu kuingia kwa wanawake.
Bwana mmoja katika Ansari akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, afaraaita alhamwa, waonaje shemeji? Nakuta kaka hayupo, mimi nikaingia ule, baada kutaniana na shemeji yangu, na wengine utano napenda zaidi, mpaka pikie, fulie, fanyie hivi na vile. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, alhamdul maut, shemeji ndio mvunja nyumba. Shemeji ni moja katika sababu kubwa inayopelekea familia, akiendelea na utaratibu wake huo, familia kusambaratika. Al-Imam an-Nawawi katika Sahih Muslim atuambia, innal khalwata bil hamli akhtar min al-khalwati bighayri, ukafaragha na shemeji ni jambo la hatari mno kuliko kukafaragha na asiye kwa shemeji. Anakuja kaka yako, anakuta hali ile, jambo inawezekana asiseme kwa wakati ule, lakini kutaingia mfumo katika nafsi yake. Na kama ni dada wa mke wako, akikuta hali kama hiyo, basi itaingia mfumo kwa dada yake. Haya ni mambo ni khafii, tumeelezwa kule katika Hilyatul Awliya, ni jambo khafii sana, unaliona jambo la kawaida sana. Walakin mchukulie shemeji yako ni watu wenye kuheshimika, na ni mtu asiyetakiwa umfanyie mzaha unaotakikana kwa Kiswahili. Pika, nifulie, ninyoshe, nifanyie kadha, na wengine wanakwenda mzaha wa hali ya juu sana. Hili ni moja linalopelekea familia kutokuwa pamoja, na hali ya kwamba wawili wale kaka wale wawili wamelelewa na mtu mmoja. Hapo umejitahidi baba, umelea, umeacha, na sababu iliyopelekea mpaka hilo likazalikana ni kwamba ni kwa sababu umekosa kitabu Allah wa sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake Sahih Bukhari asema, alhamu al-maut huna majaz an shiddati al-khatar, kutokana kwa hatari kubwa mno. Hivyo Waislamu, hutuba yetu leo inajikita zaidi katika ujenzi wa familia, utengenezaji wa familia. Familia haziendi kama tunavyokwenda siku hizi, idadi kubwa ya tunaoishi katika miji kama hii kama inavyotakikana. Tumeingia kuiharibu jamii baada ya kwamba tumepuuza mambo madogo madogo yanayotokea katika familia. Ni wangapi shaitani amewavaa watu waliozaa na shemeji zao? Ni wangapi? Ni wangapi waliovunja ndoa za kaka zao, na madada waliovunja ndoa za dada zao? Ni wangapi? Tunapoambiwa katika Qur'ani, wala taqrabu zina, maana ni epuka vishawishi vinaweza kusogeza katika zina. Familia haijengwi tu hivi. Familia, anayetujengea familia yetu ni Mungu wetu, na anayetujengea familia yetu ni Nabii Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Hivyo kupuuza kitabullah na wanaofundisha kitabullah, kupuuza sunnati Rasulillah na wanaofundisha hadithi za Mtume na ilmu, ndio sababu sasa hivi familia imeingia katika majanga makubwa kama haya. Hili ni jambo la kwanza ambapo nimependa nilitaje kwa haraka na niweze kulieleza kama hivyo. Hivyo ndugu yangu Muislamu, ni wajibu wetu, wajibu lo mkubwa kwetu sisi kufuata mambo aliyokuja nayo Mtume Muhammad
salawatullahi wa salamuhu alayhi. Jambo la pili linaloharibu familia kwa haraka ni tarku mirathillah wa taksimuhu bil hawa. Tarku mirathillah, watu kuacha mirathi ya Allah aliyotugawia katika Qur'ani, wa taksimuhu bil hawa, na kugawa mirathi tunavyotaka kwa matamanio yetu. Na jambo hili sio tarku tu, hata taakhuru fi qismati al-mirath, hata kuchelewesha kigawanyo cha mirathi. Ni watu wangapi katika familia wamefiliwa na wazazi wao na sasa ni miaka mingi hawajapitisha mirathi? Hii ni sababu tafakkuki al-usra. At-taakhuru fi qismati al-mirath sababu lishiqaqi wal baghdha, ni sababu ya utesi na uadui unaopatikana ndani ya familia. Mwalimu wetu na mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, anatufundisha, anatuhutubia, anatuambia taakhiru haqqi alwaratha, kuchelewesha haki za warithi, sababu lishiqaq, ni sababu ya utesi, sababu ya watu kutokuwa pamoja. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu anatoa khutba katika msikiti, anawaambia ihfadhu huquq alwaratha fa innaha asasu silm alijtimai, hifadhini haki za warithi, fa innaha asasu silmi, huo ndio msingi wa amani alijtimai ya jamii. Lakini ukienda kwa wanafunzi wengine wa Mtume Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, man ahmala haqqa akhihi faqad ghadara, mwenye kupuuza haki ya ndugu yake huyo amefanya khiana kubwa sana. Hawa wote ni wanafunzi wa Mtume Muhammad. Madhara yanayojitokeza, achilia mbali mfarakano, ni intisharu dhulmi wal baghdha. Jamii itaona sasa kusambaa kwa dhulma na chuki, itaona kama kutokuridhisha ni kitu cha kawaida. Jamii sasa imefikia hali hiyo. Lakini lingine ni dhaifu rawabit alijtimai, kukosekana mahusiano ya kijamii. Utakuta baba mdogo haheshimiki kwa watoto, utamkuta mtu mzima kwa jamii sasa ule mtu uzima wake haheshimiki kwa wale walio chini yake. Ni kwa sababu ya wale walio chini wana haki, wanaona kwamba yuko mwenye nguvu pale, ima ana nguvu za kimali, ana nguvu za kiserikali, ana nguvu za kidola. Huyu sasa katika jamii tusimguse huyo mpaka yeye atakapokuja kuamua, yeye aamue ndio turithishwe sisi tupate haki ya mzazi wetu aliyofariki. Hiyo ni sababu inayopelekea, ndugu zangu Waislamu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuletea Qur'ani hii. Fuateni kitabullah, fuateni hadithi za Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Haya ni mambo ambayo yanayotakikana na ni mambo ambayo yanatakiwa wafuate wanazuoni ili waweze kueleza mambo haya. Mwisho ni at-taqlidu al-a'ma wa ittiba'u thaqafati dakhila, ni ufuataji wa upofu. Siku hizi watu wanakuwa na tabia kuiga. At-taqalidul a'ma, familia zinasambaratika kwa sababu hiyo. At-taqalidul a'ma, ufuataji na kuiga kusikokuwa na msingi wa upofu. Watibau thaqafati dakhila, kufuata tamaduni pandikizi kama za magharibi. Mtu anaweza, mimi naishi kama mzungu, mimi naishi kama ishi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiishi kama fulani. Huyo fulani naye unayemuiga awe amemuiga Mtume Muhammad sallallahu wa salamu alayhi. Ayuha al-ikhwa, tawajjahu jami'an ila Allah wa qulu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min yawmina hadha ila yawmin amma ba'd. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وقال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. عباد الله، أوصيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kama ambavyo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, wanadamu amepambanuka na kiumbe mwingine yoyote, achilia mbali ya utukufu aliopewa mwanadamu, lakini kipo kitu alichopewa mwanadamu nako ni akili. Akili timamu. Neema katika neema ni kupewa akili timamu. Ulul albabi, manake walio na akili ya kufanyia kazi mambo, ndio ulul albabi. Kama ni akili, watu wote wana akili, na ndio maana mtu anakwenda kutafutia familia yake hiki na kile. Walakini akili nzuri ni kutafakari. Ninachokuambieni ndugu zangu, ibadallah, tukae zaidi sisi kama familia zetu, ambapo tupo na familia zetu katika majumba yetu, tutafakari maishilio yetu baada ya umri ambao unaokwenda. Tujitizame miaka 10 iliyopita, sio wewe wa sasa. Tafakari miaka 10 iliyopita na sasa. Tafakari miaka 20 iliyopita na sasa. Ukijiona upo katika hali kama hiyo, elewa baada muda anta tasiru fil maqam, kwamba utakuwa katika makaburi, utakuwa tahta thara, chini ya mchanga. Jitahidi wewe na mimi tujitahidi, wakati tukiwa tahta thara, tuko chini ya mchanga, familia zetu zina neema kwa kufuata kitabu cha Allah na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujitahidi sana. Usikubali kufuga familia, ilea familia. Ukifuga familia itakuwa ni majuto. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ukifuga familia utapata madhara, kwa sababu wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Walakini ukilea familia itakuwa ni hujjatan lak, ni kheri kubwa na hujja ya kukunufaisha wewe katika kaburi yako na akhira yako. Ibada si kuswali tu, ibada pia kulea familia ni ibada. Tujitahidi kutafakari na tuingize fikra zetu, fikra ambazo zitatusaidia katika makaburi yetu na tukawa ni katika watu wa kheri. والله تبارك يقول تبارك الله والله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصيصا منهم إلى صنعائك سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل امورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين الاخيار. اللهم اجبر كسرنا وتولى امرنا وفك اسرنا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وثبت على الايمان قلوبنا. اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها. اللهم اجرنا من احداث الفتن وتطاول اهل الجرأة علينا واستضعافهم ايانا حتى تبلغنا اجالنا معافى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى عز وجل اكبر. واقيموا الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم